Karibu mpenzi wangu. Asante. Vipi, mbona umekuja bila taarifa? Ingekuwaje kama hujanikuta? Nimekuja kufumania. Nilijua mapenzi ni hadithi tu. Umekuja kunifumania? Fadhila ya mapenzi. Alikwambia mimi na mwanamke huko ndani ni nani? Si nimekuja kufumania. Sawa, umekuja kunifumania. Je, ingekuwaje kama hujanikuta? Nilijua kama wewe. Ulijua? Alafu hivyo wako unakuwa kama kibinti Hussein. Vipi, mbona ndo kuoga sasa hivi? Kuhusu ile swala kuoga, mimi ndio kwa narudi hapa sasa hivi. Kwa naenda kupunguza uchovu kidogo. Si unajua mwili una nini. Haya, vipi uko ndani? Sasa nisikilize. Mimi naenda kuoga hapo. Ni vizuri nikakukuta ndani. Sasa nikuta hapo nje kwa ndani kuna joto. Hayo utajua mwenyewe. Bwana, mimi si ni ndani. Nilijua mapenzi ni hadithi tu, mpaka ulipokuja karibu yangu, Queen of Love, ukanipa furaha. Sasa moyo wangu ni wako milele, kila nikikuona baby, nasikia dunia kusimama. Nimeona kwako Queen of Love, usiondoke moyo wangu baby, hold me closer. Dada, kwani vipi? Kuna shida? Naendelea kuchagua nguo. Mimi nimekuita kakangu kuhusu swala huyu ndugu wetu Samia, kuhusu ndoa yake. Unajua Samia kwa sasa hivi anaweza kuona kama labda tunamwonea au tunamtesa, lakini hiyo yote ni kwa ajili ya faida yake yeye. Sio, unanielewa? Kuhusu mwanaume ambaye anamtaka yeye, kwa upande wangu mimi sina ridhaa naye. Na hawezi jua kuwa tunamtengenezea future gani hapo baadaye atakapokuja kuolewa na kama ulivyozungumza. Mwanaume ana maisha mazuri, uko vizuri. Hasa anamng'ang'ania mwanaume ambaye hana faida yoyote. Labda nikwambie kitu kimoja dada. Yaani bila kupoteza muda. Yaani hayo unaoniambia wewe nilishazungumza kabla hata wewe kufikiria. Kwa sababu nilishawahi kukutana naye nyumbani na nikaongea naye. Lakini alichonijibu mpaka leo nikifikiria, je, najibizana yule ndugu wangu ni dada yetu au ni dada yangu mimi au ni dada wa jirani? Kwa hiyo wala sipati jibu lolote kuhusu hilo, ila nilimwambia kama hicho ambacho tulifikishia. Kwa hiyo ndio tunafanya. Kakaangu, tusichoke.
yule ndugu yetu hatushindwi. Yaani kaa naye chini. Mimi kwa sababu siku mbili hizi nipo busy. Lakini nikipata nafasi ya kukaa naye chini, nitakaa naye chini nitazungumza naye. Yule mdogo wetu hatushindwi. Tuzungumze naye kuhusu maisha yake ya baadaye. Tukae naye chini, tumueleweshe. Kama akituelewa, kama hajatuelewa. Ila mimi sichoki kifupi. Basi sana shida dada. Kama hilo umelizungumza wewe mwenyewe na umekiri kwa utalifanyia kazi, mimi sina budi kukuombea dua. Lakini hasa akili yake kategemea sababu ile akili ya kitoto. Na kula ambapo tulibidi sisi tumpeleke, sio sehemu nilimwambiaga, sio sehemu kwa hiari, sehemu nzuri ambayo ya kubadilisha maisha yake. Lakini kutokana na si ujana, si gani na hilo linajua kuhusu kumngania mtu ambaye ana mbele la nyumba. Exactly ukiingia kaja sisi lengo letu kubwa ni dada astilike. Elewa. Yule ndugu wetu astilike kwa sababu maisha sasa hivi ukaa kutangatanga unaweza kulipata gonjwa ukashindwa hadi kukusaidia. Na hata hivyo mimi hapo napoona nashinda tu leo, kesho kutwa mimi naondoka. Kwa sababu na mambo ya msingi tunakufuatilia. Kwa hiyo nilikuwa naomba usimamie hilo swala. Sawa poa. Sawa. Na wewe mwanaume unaniambia, mimi sijamjua ni mwanaume gani ambaye anamzuzua dada. Utamuona tu mwenyewe. Nadhani ukipata muda kukaa nyumbani utamuona. Basi dada mimi nikuache. Mimi ngoja niende kidogo kwa nini. Ala subiria basi tupike na wewe. Mimi dada. Kwanza saa 5 hivi. Sasa nisubiri kwa sababu na majukumu mazito kwa sababu hapa yeye muda umeshanipa. Nikikaa hapa nitachelewa nitapigwa faini. Haya mimi sikusindikizi. Mbona umeniita muda mrefu na usemi chochote, unachezea tu simu? Hapana ndugu wangu, kuna kitu mimi nataka nikwambie. Unajua hapa duniani kuna bahati hizo mbili. Kuna bahati mbaya na bahati nzuri. Lakini rafiki yangu na bahati nzuri. Unamaanisha nini kusema hivi? Kuna mkaka pale saluni nikakupenda asali nikakuzunikia. Na anajua kugharamia balaa. Nice. Mimi nina mpenzi wangu nampenda. Sawa? Nampenda sana Chiti. Uwe kibanda cha mtumba. Naomba ukome mara moja. Nimelizika hivyo hivyo hata kibanda cha mtumba. Sawa? Naomba tuheshimiane. Yaani rafiki yangu unachezea bahati sana. Yaani upokuwa mzuri hivyo. Asali. Yaani unaona mimi shoga yako. Yaani na bwanangu anaomba. Mimi sio kahaba kama nyinyi mnaokutumia milioni yenu kutafutia pesa. Sawa? Na siku nyingine ukiniita kwenye habari kama hii tutakuja kukosana. Mimi kahaba makubwa.